Wewe mke wako ni kabila gani? Wa kwanza alikuwa Msambaa. Wa pili? Wa pili alikuwa Mnyaturu. Wa tatu? Mluguru. Okay. Wa nne? Wa nne alikuwa Mzalamu. Ndio naye mpaka sasa hivi. Ndio ambaye sasa sio mke tena. Ni mahusiano tu. Wa nne kwa sababu si Waislamu. Nikushikia tu sasa hivi. Ni Muislamu, kwa hata ukiwa wake 10 ni sawa. Sasa tuna change direction. Unajua kuna vitu fulani hizi teknolojia zinapokuja wala mtu hawezi kusumbua. Yaani huyu unaweza ukamtongoza huyu. Yeye. Auntie. Goodbye. Yaani majina. Watunda anaitwa Ndaro. Ndaro yule. Ndaro unamfahamu? Unamfahamu comedian yoyote wa Tanzania? Namjua. Mfano nani? Comedian? Comedian yoyote tu wa Tanzania. Mmoja wangapi? Nitajie watatu. Watatu. Koi ndo Koi mzungu, mwingine Kingwendu ile. Kingwendu, mwingine watatu Bambo. Nataka unitajie wa sasa hivi, yani wa siku za hivi karibuni. Hivi karibuni? Miaka hii mitatu kutoka 2026, 2025, 24. Asa yani au hawapo? No bale. Okay. In fact ni vipi kwamba kuna wakati fulani hawa nakuwa niko busy kwenye mambo. Kwa hiyo nashiriki kuangalia hizo interviews na napenda kuangalia mambo yao. Ila kuna wale kule Morogoro, kuna huyu mwingine Watunda nani yule, yani majina. Watunda anaitwa Ndaro. Ndaro yule. Ndaro unamfahamu? Nampenda sana. Steve Mweusi? Of course, yes. JJ unamfahamu? JJ Ephraim? Hapana, JJ sim. Street journalist? No bad. Huwezi kupinga namna hiyo. Sawa, basi unaweza kuendelea mpaka hivi sasa. Uliniambia pikipiki unaweza kuendesha. Yep, naweza. Na umeuona mweleka ambao amepiga ndugu yangu pale. Nimeona na tumemsaidia ya kutosha. Ila ndio Mungu amesaidia. Naweza kupiga, ila wasishiriki sana. Kwa sababu gani? Wasishiriki nini? Pikipiki kuendesha. Kwa sababu mi na vyombo vya moto vingine nashiriki. Vyombo vya moto vingine unaendesha gari pia? Gari, of course. Treni unaweza kuendesha? Hapana, gari. Treni hauwezi? Treni siwezi. Ila kipindi cha ukoloni wewe haukuepo? Nilikuwa nasikia habari tu. Kipindi cha ukoloni. Sasa kipindi cha ukoloni mimi bado nafikiri nilizani bado mdogo. Ulikuwa bado mdogo. Kwa sababu kipindi hicho walikuwa wanatafuta watu kwa ajili ya kuendesha treni, kuendesha vifaru, kuendesha matrekta. Haukushiriki hata chombo kimoja? Hapana. Yaani sio muongo, labda baba yangu mzazi tu. Lakini mimi ukweli kama kiumbe sahihi ambaye anaongea ukweli sikushiriki hata mmoja. Labda itokee sasa hivi wanatoa fursa za watu kwenda kuwafundisha watu wengine. Wewe unaweza kuwafundisha watu wengine? Kwa lipi sasa? Kuwafundisha kuendesha magari, pikipiki. Labda ndo sio kuwafundisha, ni yani mimi sio fundi, ila nitamhamasisha mtu tu kwamba hiki pikipiki iko hivi, gari iko hivi, anza kuendesha. Mimi gari nishawahi kuendesha. Na naendesha mpaka sasa hivi. Ila pikipiki nishawahi kuendesha ikanitia majaribuni. Mwisho wa siku mama yangu mzazi akaniambia basi nitakuachia radhi bwana. Mzee wangu unaonyesha kabisa kwamba vitu vingi sana unavimudu. Leo umekaa kwenye buti. Simona na vitu vingi. Vitu gani vingine vigumu sana umeshawahi kuvifanya ukiachana kukaa leo kwenye buti bwana? Madini, nishafanya madini. Nishakwenda kuchimba madini. Ushakumtapeli mtu hela? Mimi. Mpaka leo nakumbuka ule mtapeli. Kumtapeli kwamba? Kama ulimtapeli babu mimi hela silipi hii. Nilishawahi. Shilingi ngapi? 20,000. Ilikuwa mwaka gani? Juzi tu 2000 na ya. Mwaka nikakaangu tu. Ilikuwa hela ya nini? Kuna sehemu nimekaa tu. Taka kula gambe. Nikamstua bro bwana vipi? Simsomi. Nikamchomekea bwana nauguliwa. Akaniingizia. Basi. Ndio gambe basi. Ndio utapeli mwisho sio utapeli mwingine, lakini sio utapeli mkubwa wa kusema fanya mpaka
naingizwa kwenye selo na nini, hapana. Ni sehemu tu ya unywaji. Lakini baadaye nikaja nikamchana live ngamba bana mimi hela sina. Nani hela sina Family life. Mzigo ulivyokuja nikamrudishia. Maisha yanaendelea. Basi ndugu yangu, mimi nikutakia safari njema na tuendelee na safari kama ilivyo kawaida. Tukakae tu kwenye buti, wacha tule joto na story. Mambo mengine yaendelee. Okay, of course. Basi tuage mashabiki kule. Shika mic. Tuage. Shika mwenyewe. Jamani. Niko na washikaji hapa. Tumeongea vyema vizuri. Hakuna ukwasi, hakuna utata. Mimi ni mtu wenu. Sasa mnanijua. Anko Sule. Niko na hawa jamaa. Yaani ukweli. Kila kitu kiko wazi. Kwa hiyo mkiona niko hewani wala msishangae. Nitaendelea kuwa hewani, tunashirikiana pamoja. Ni hoji mimi kidogo. Wewe mwana mwisho ulioa lini? Sijaoa bado. Hujaoa? Una mpango upi? Mwakani nitaoa. Mwakani? Unatarajia mwanamke mrefu, mfupi, mwembamba, weusi? Awe tuna tabia njema. Ana tabia njema. Urefu? Sio vitu vyangu. Sio vigezo. Sio vigezo. Kabila? Hata akiwa Mnyiramba sawa tu. Wewe mke wako ni kabila gani? Wa kwanza alikuwa Msambaa. Wa pili? Wa pili alikuwa Mnyaturu. Wa tatu? Mluguru. Wa nne? Wa nne alikuwa Mzalamu. Ndio naye mpaka sasa hivi. Ndio ambaye sasa sio mke tena. Ni mahusiano tu. Wa nne kwa sababu si Waislamu. Nakushikia tu sasa hivi. Ni Muislamu, kwa hata ukiwa wake 10 ni sawa. Sasa una change direction. Unajua kuna vitu fulani hizi teknolojia zinapokuja wala mtu hawezi kusumbua. Yaani huyu unaweza ukamtongoza huyu. Yeye. Auntie. Abaya saizi. Afu jirani yangu. Njoo jirani. Aje tu hapa pana shida. Njoo. Kabisa tunarekodi. Jirani yangu. Mambo vipi? Hawa rafiki zangu wamenitembelea. Hapa samani. Wananiuliza jambo. Nikawauliza, "Hao udada unamjua?" Nikamwambia namfahamu. Unaweza kumuoa? Nikamwambia sasa huyu ana mahusiano. Ngoja nimuulize, je, wataka ujue eti umeachika au uko huru? Sijaachika. Bado yuko kwenye mahusiano. Kwani wewe huwezi ukajiingiza hapo kwenye mahusiano yake? Sasa yeye akikubali, kama akikubali. Ndio muulize sasa wewe. Utakubali? Hawezi kukubali. Hawezi kukubali. Maana wewe umekosa mke sasa. Tunaheshimiana. Hapana. Inawezekana labda kupitia yeye akanitafutia mwingine. Sawa. Hiyo labda inawezekana. Au sio? Hao rafiki zangu kwani wewe umtaki huyu? Namtaka kiasi bado sasa ndio hivyo. Yaani kiwango yaani nini? Penyezo ule yani na uwezi yani kwamba ninamheshimu yeye na yeye yuko na mume wake anamheshimu. Huyu nikisema niingie na mahusiano yake navunja ndoa yake. Ni kweli. Kwa hiyo nibaki na yeye kama rafiki. Alafu nimtumie yeye anitafutie mwingine. Sawa bwana, karibu sana Dar es Salaam. Sisi tumekuja huku Pwani kuwatembelea leo. Una chochote cha kumwambia sasa dada aende? Dada, hawa rafiki zangu wanasemaje? Kuna shida gani huko ambayo wewe kuhusu chochote mahusiano, yani mazingira, uwape taarifa tu. Wewe toa kero yako hapa. Sijakuelewa. Mtaani kwako unakelekwa na nini ili wapeleke taarifa huko kwenye nini? Kwenye vyombo vya habari. Ni barabara tu na maji. Barabara na maji. Wengine kama baba mwenye nyumba anakusumbua, labda mwisho wa siku anakusumbua, kodi haijaisha, anaanza kuletea mpaka. Ongea hapa sasa. Mimi ndo nakutetea. Sipo. Anasema hana. Kama kuna mtu jirani ukimkopa haujafika muda wa kumlipa, anaanza kusema tu nipe hela yangu kesho. Hebu yani wewe funguka. Kwa huu. Hao wamekuja kwa ajili yangu. Ndio hapo ndo sehemu sahihi sasa. Haya. Kuna mradi wa zahanati hapo umeanza juzi. Umeona?
Haya, maoni yako kuhusu zahanati ijengwe kiasi gani? Ndio hivi ndio tunatoa maoni hapa. Mimi naongea nawe nao naongea. Kwa sababu tayari ameshasema kwamba ni swala la barabara pamoja na maji. Kuhusu zahanati mimi nitakuja pale zahanati. Tutazungumza nao. Kama tulivyoongea. Kama tulivyoongea. Basi kapike chakula. Mimi nitamaliza nao. Basi yanko mimi nashukuru, acha tuendelee na safari hapa. Tuendelee tunasafiri tukakae pale kwenye buti kama tulivyozungumza pale awali. Basi sawa, sisi tuendelee kudumu hapa. Tudumu tu hapa, haina shida. Sasa tunadumu hapa mnania mpaka wapi? Mpaka utakapofika wewe, utakapotaka kushuka. Ila sasa mkinishusha mbali itahivi kunirudisha. Kwani wewe unafika wapi? Mimi narudi huku tena. Mimi nakaa hapo chini. Sasa huko ulikuwa unaelekea wapi? Mimi nilikuwa natoka nyumbani kwangu, sasa unakuja kijiweni. Tena ningependa kama ingekuwa hii interview pale nyumbani kwangu kuna changamoto fulani tungekwenda. Sasa hivi kwa sababu tayari ni usiku, tutakuja tena kesho kama sio kesho kutu. Wala haina shida, tutakuja mpaka kule. Ila kama tupata interview hata 1 2 3 hapo kati. Sasa kwa sababu muda umeshakwenda. Kwa sababu tayari umeshakwenda, unaona giza hii kwa kule vitu vitakuwa havimuliki tena. Ni kuombe tu sisi tukudrop hata hapa, wala haina shida. Tukuache tu hata hapa. Of course. Sawa. Ngoja tu